Mambo vipi shule? Poa. Vipi maendeleo nyumbani? Salama tu. Kusema kweli kwa napita niwasalimie. Lakini kama ulivyosema Ashura naye ametoka pamoja na dada. Lakini kikubwa sasa hivi mambo yangu sio mazuri. Kwa sababu kibaruani nimesimamishwa. Kutokana na zile harakati kidogo za kwenda hospitali kwa Ashura pale. Kumhudumia mara hivi mara pale. Kwa bosi kaamua kunisimamisha. Pole sana. Nashukuru sana. Kusema kweli sasa hivi mambo yangu sio mazuri. Kwa najitahidi kidogo niende kwa bosi nikajaribu kuomba msamaha. Kuzungumza naye kama atanielewa pia. Lakini kingine nilikuwa naomba kama siku tunaweza tukapata wasaa tukakaa sehemu na wewe tukapata kuzungumza kidogo. Kwa sababu unakuona wewe ni mtu fulani ambaye umetulia. Huna mambo mengi kama dada yako Ashura. Na unajua katika maisha matakiwa watu mwepea mnaoelewana. Kwa na kuomba kama itawezekana, naamini itawezekana, tukapata nafasi tukakaa tukazungumza ili mambo kidogo yapate kuwa vizuri na maisha mengine yaendelee. Nitafikiria kuhusu hilo. Basi sawa, nitashukuru kama ikiwa hivyo. Nikipata wasaa tukatoka tukakaa tukabadilishana maji, kwa sababu naamini wewe mtu mmoja mtulivu sana, tofauti na dada yako, mambo mengi tutanyosha kila kitu. Basi sawa, bye. Kisike. Mambo Poa, naambia. fresh, mzima kabisa. Maendeleo Poa, naambia. Safi jamani, muonekane. Nipo. Tu bwana, kidogo tunazunguka zunguka. Yaani kwa natafuta muda wa kuonana nawe. Afadhali hata nimekuona. We, tunaweza tukaongea hapa hapa au tukabadilishana namba tukaongea baadaye. Nipe namba. Okay, sawa. Hapa. Nitakupigia. Poa sana. Dokta, naomba nisaidie. Siko tayari kwa sasa kwa mama. Kuna mazingira ambayo yananibana au yanafanya nishindwe kwa mama sasa hivi. Kwa nini naomba tu nisaidie tutoe. Okay. Lakini mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Sipo tayari kutoa mimba. Kwa nini usizae tu? Dokta, miezi 9 tu ifike ujifungue. Najua hiyo. Lakini mpaka nafanya hivyo kuna sababu. Naomba tu nisaidie, niambie tu ni kiasi gani. Nitatoa kiasi chochote cha pesa ambacho utataka. Tafadhali. Unajua, mimi kunipa kiasi cha pesa sio tatizo. Lakini kwa nini usizae? Miezi 9 sio mingi kiasi kwamba itakunyima kufanya mambo yako mengine. Mimi sipo tayari kushiriki dhambi ya kuua. Yaani tafadhali nisaidie. Najua ni dhambi, najua ni vibaya, lakini naomba nisaidie tafadhali. Lakini ninachopenda kushauri, kama unaona bado sasa hivi una mambo mengi, mimi nitakuwa tayari kusaidia kumlea mtoto. Mimi naomba unizalie tu. Yaani ukishamzaa mtoto kuliko tutoe mimba. Wewe mzao mtoto afu mimi nitakusaidia kumlea. Kwa sababu sipo tayari kabisa kushiriki dhambi ya kuua. Pamoja na kuzungumza kote, kwamba nataka pesa wewe ukanisaidia. Siwezi kukusaidia kwa sababu siwezi kabisa kushiriki dhambi ya kuua. Siwezi kumuua kiumbe asiyekuwa na hatia. Ni kwa sababu gani tuje kumuumiza mtoto asiyekuwa na sababu yoyote ya kuumizwa? Unajisikiaje kama mzazi wako angetoa mimba yako ulivyokuwa mdogo? Unafikiri ungekuwa hivi ulivyo leo? Mungu tusaidie. Mjomba,
Nakusikiliza bwana mjomba. Unajua unapokuja kwa mjomba mimi wanasema, yani majumba mengine wanasema mjomba mama, lakini mimi sio mama. Mimi na akili zangu timamu mjomba. Mimi najua hapo umekuja na shida zako za hela. Kaa ongea. Hapana mjomba, sasa ana shida za hela. Lakini kikubwa nilichokuja Waswahili wanakuambia kweli mjomba ni mama. Lakini mimi sio mama. Sawa. Kuna vitu mjomba vinanichanganya katika akili yangu. Na mpaka sasa hivi pia naona maisha yangu pia na katakata kona. Ndio. Mimi mjomba nilikuwa na mahusiano yangu. Kuna mwanamke ambaye nimetokea kumpenda sana. Sana zaidi sana. Ongeza sauti nikusikie, ongeza sauti nikusikie. Nasemaje? Nilikuwa na mwanamke ambaye nampenda sana. Yule mwanamke anaitwa Ashura. Na nilikuwa naye kwa mahusiano muda. Lakini tatizo yule mwanamke ni baada ya kufukuzwa kazi naye kanikimbia tena kwa dharau kubwa sana. Unaona? Lakini bado mjomba mimi kwa bado nampenda na namhitaji. Nimejipambania nikapata tena kibarua. Lakini mwisho wa siku nikasikia yule mwanamke amepata ajali. Alikuwa na mimba katoka. Nikajaribu pia kumhudumia. Baada ya kupata kazi nikamhudumia kila kitu, gharama zote. Kapona, lakini bado hanitaki. Sasa mjomba, naomba unisaidie kwa mawazo. Huyo mwanamke alipata ajali lini? Tuseme kama mwezi uliopita hivi. Sasa wewe toka ufanye nini unasema? Yaani nilifukuzwa kazi. Yeye akanikimbia. Yaani mwanamke alikuwa anatembea na riski zako yani. Yaani alikuwa anatembea na mfuko wako. Na unajua mfuko wa mwanaume muhimu sana ujue, ambao unatakiwa uulinde mfuko ni wa nyuma. Kwa alikuwa anatembea na mfuko wako wa nyuma. Si ndio maana yake? Yaani wewe baada ya kupata ajali tu umefukuzwa kazi. Mjomba vipi bwana mjomba? Nakaje na mwanamke anatembea na mfuko wako wa nyuma? Sasa mjomba, hebu niambie nifanyaje? Sielewi mpaka sasa hivi, mpaka nakuja kwako nimezidiwa, ni akili yangu imestrike. Sielewi nifanye nini mjomba. Yaani mjomba, mapenzi ndio yanakuchanganya. Mapenzi yanakuchanganya kweli mjomba? Kwa nifanyaje mjomba wangu? Yaani hapa mimi nitakushauri mjomba wangu. Kwa nini usiwe na tabia kwenda bafuni na kuchelewa ukaangalia sija yako, ukitoka kule unapata hela au upate hela? Unamaanisha nini mjomba? Yaani mjomba, uchelewe kidogo kutoka chooni na kutoka kuoga. Kwa nini wewe usifikirie kwamba uko unatoka chooni pale unachelewa, alafu angalie uguse imani ya choo ilivyo, kwamba unapata riski au upate riski? Utakuwa na mikosi kama sio jini la kike. Utakuwa na jini zuga. Haki ya Mungu mimi nakwambia mjomba. Na mjomba, mimi nasemaje? Huyu mwanamke nikimwamulia, yaani nikimwacha, mimi nitakuwa napita kila mwanamke ili wakomoe. Safi sana mjomba, safi. Na hiyo tabia ambayo unaotaka kusema kwamba kwa kila mtu utapita, mjomba, utakuwa popo bawa. Yaani wewe popo bawa. Hili nifanye hivyo mjomba, waache kuniumiza kichwa. Wewe nipite tu basi. Wewe popo bawa, utakuwa popo bawa. Mimi siwezi kukongopea. Ukiwa na tabia hiyo utakuwa popo bawa. Umeelewana kitu kama hicho? Kwa hiyo inabidi uvumilie. Ifanyaje hapo mjomba? Mimi cha kufanya tu na kushauri cha haraka. Wewe wapitie, tuendelea kuwapitia, kwa sababu ukitembea na mwanamke huyu, na mwanamke huyu, yani lile jasho tu peke yake dawa ya kansa ile, upate kansa. Mjomba, kansa upate, COVID-19 upate. Mimi ndo ninachokushauri. Umeelewa? Yaani ndo maisha yalivyo. Kwa hiyo hata ukiona tu, hata ukikutana na bibi kakupenda, we ishi naye. Kutana na nani, ishi naye. Umeelewa? Sawa. Ukikutana na sisi na nani, usio unamuita nani, lokole, we ishi naye. Ankoti we ishi naye. Yaani wewe ulembe mjomba. Mjomba, hadi kwingine sehemu huko mjomba. Huko ndo kuzuri. Wewe uone wenzao wanapata hela. Mjomba vipi wewe unakuwa kama freelance? Sawa. Wewe nenda bwana. Basi sawa mjomba. Afu nimepita tu, nimekuja huku. Shangazi vipi naye? Mambo ya shangazi yako hayakuhusu. Wewe umekuja na shida zako. Mbona kwenye matatizo ukimuita ukamwambia tusikilize. Wewe uone kwamba ni najisi. Hiyo ni najisi bwana mjomba. Vipi bwana? Unamuulizaje shangazi yako mjomba? Wewe nenda. Basi sawa mjomba, mimi nashukuru. Haina shida. Ila hilo swala kuzingatia nani. Bora ni unagusagusa hivi nitulize, nitoe stress za kumwaza kila mtu. Yaani unabidi ufanye uzinzi wa kutosha mjomba. Fanya uzinzi wa kutosha ili usahau mambo mengine. Hapo ulipo kwanza umesahau dini yako. Kwa hiyo ukifanya zaidi ya pale utasahau kila kitu. Mimi Mkristo mjomba. Ndio Mkristo mjomba, lakini kaburi lako wewe linaweza likaandikwa hata Paulina. Kwa sababu nenda kanisani muda mrefu. Nenda.
Mjomba unacheka, unazania mazuri. Penda 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 penda, utaumia. Unayempenda kumbe mwenzako kaungua. Nilikuwa sikonga. Yaani nilikuwa natamani leo tu nimalize pepa ni uliza mtaani. Ila tu nimemaliza mwanangu. Sielewi chochote, maisha magumu, yani maisha hivi tight. Mimi mwanangu kila siku nakupanga. Sio leo, sio jana. Yaani mwanangu mtaani ni mtaani. Yaani siku zote lazima kuna shule alafu kuna elimu ya mtaani. Elimu ya mtaani ndio kila kitu. Kwa hiyo mwanangu hapo wenyewe bila kuchoka. Sasa hapo wenyewe mwanangu usikonde. Jombo lipo mwanangu na kufundisha chuma, wiki moja unaingia lodi, napiga mchana unapiga usiku. Aya kabisa. Bila kuchoka hiyo. Kipopo bawa, hamna kulala. Unalaje mwanangu time mwenyewe haisomi? Wewe mwenyewe si unaniona mimi mwenyewe kakaako. Kabisa mwanangu. Mimi sasa hivi nakula vichwa mwanangu baridi na unyama. Kweli. Ila mwanangu hivi mtoto tena vipi bwana? Kufichi. Aya. Wewe mwanangu sana? Wewe mwanao. Lazima nikupange. Kabisa. Ndio mwanangu juzi ile. Wewe mwenyewe si uko unaona? Aya. Mwanangu pap. Kuchekecha huku mtoto kaingia king. Aya. Ilo umepiga drop. Hii hapa king. Mtoto kakaa kwenye line afu kasomeka uweze amini. Aya kadata kwako mwanangu. Tumba yani titi votati ile afu sikupangi ile kesho yani hapo wenyewe. Aya. Kesho mapema tu yani namvuta mtaani. Aya. Usikwambii. Mwanangu mwenye mtoto like sikashaingia kingi. Bora nichukuliaje? Mimi defender ndio napiga mashuti chuma hicho. Mapema ndugu yangu. Sawa chukuliaje? Hapo mazingira mwenye kesho nimemvuta mtaani. Yeto squachi. Mwanangu juu chini mwanangu. Mwanangu sio unyama, kesho mwanangu mimi na show yangu. Kaka vibaya hivyo. Mwanangu wewe tukutane kesho kutwa. Aya. Wewe pangilia misondo hapo wenyewe kesho kutwa baridi. Baridi sio kesi. Leo ndampigia mtu naambia kesho kutwa aingie. Unajua. Kesho kutwa mapema. Funguo si pale. Mapema. Tunachezesha bila. Chuma za nyao tumilia. Mapema. Mimi ngoja nile vichwa mwanangu, si unajua hapo wenyewe. Mwanangu unajua nimekuona hapo kijiweni tombe namba 1 kabisa. Mapema, muda yenye usomi. Basi ndio mimi nikitaa mwanangu, sasa nitafanyaje? Hata noma mwanangu. Baridi sasa. Poa. Tutasomana mwanangu, kula vichwa. Bana mwanangu hizo. Nani? Ingia mlango kwanza. Jirani. Karibu. Bibi zangu. Wema. Karibu. Asante. Samani, uko peke yako au kuna mtu mwingine? Niko peke yangu. Bila shaka ingekuwa mtu ungemuona, lakini niko peke yangu najiliwaza na movie hapa. Asante sana. Maana mimi nilikaa kule nimeboeka sana, mwenzangu hayupo. Kwa hiyo kama ukuja hapa angalau unipe kampani. Samani lakini. Okay, karibu. Tuenjoy na movie. Wala amani kwa huo. Na kiu, naomba maji ya kunywa. Ya moto au baridi? Ya baridi. Karibu. Kasi pale. Achwale pale.
chana chana, wengine wana yani kama nyama inauma, inauma, inauma. Leo na furaha na enjoy mapenzi yako, umenizaulisha yapita mwenzio sababu ya